Mwanzoni kabisa mwa movie inaanzia hapa, tunakutana na familia ambayo inaonekana ina huzuni, imejaa kilio, na huyu mwamba ambaye anaitwa John na yeye hana furaha kwa sababu inaonekana amempoteza mtu ambaye alikuwa anamtegemea kabisa, ambaye alikuwa anampa support. Sasa mwamba baada ya muda kidogo inaonekana ameamka, lakini na hapa watoto wanakuja kumwambia kwamba mdogo, vipi, mbona unaonekana uko vizuri? Lakini mwamba anawaambia kwamba hapana, niko vizuri, hebu kaeni mbali. Lakini watoto hawa wanaonekana wana huzuni, wamekaa zao chumbani wanalia, lakini mwamba ambaye anaitwa John anawafuata pale, anawaambia vipi, mbona mnaendelea kulia? Sema baba vipi? Sema nini? Mnalialia nini? Nisikilizeni. Haya yameshapita, kwa hiyo tugonge ajayo. Sema ba mdogo, baba yangu yeye ndo ameondoka. Lakini mwamba anapiga zake bilaji na anawaambia watu kwamba sitaki mwendelee kulia kwa sababu yameshapita. Lakini watoto hawa wanakuambia wana huzuni kinoma noma. Sasa wamekaa zao hapa chumbani, wako zao wanakunja nguo, lakini mwamba ambaye anaitwa John naye anatokezea pale, anamwambia mnafanya nini? Anaingia chumbani pale, anakutana na picha fulani ambayo inaonekana ni picha kaka yake, anaitazama, anaivunja, anasema nilikwambia. Sasa mwamba iko zake kusebleni, watoto wanakuja pale, ambaye anaitwa Nora pamoja na Alia, wanamwambia baba mdogo, samahani, sisi tuna shida. Alia anakaa pale, anamwambia wewe, nani nimekwambia ukae hapo, hebu simama. Anakuambia mambo yamechange kinoma noma. Baba mdogo nisikilize, sisi tuna siku 2 3 hatujara, hebu tunaomba kutupiga simu, nisikilizeni. Mimi saizi ndiye mmiliki wa nyumba hii, kwa hiyo naomba mwanzo kufuata masharti yenu. Sitaki kupigia kelele nini na nini, nendeni zako huko. Sasa akawa amemwambia kwamba hebu nendeni chumbani kwangu mweze kunisaidia kufanya usafi. Sasa watoto wale wanafika pale, wanakutana na picha baba yao imevunjwa. Anasema Mungu wangu, kwa nini baba mdogo amebadilika namna hii? Lakini watoto wao hawana namna, ilibidi wafanye vile ambavyo walikuwa wameagizwa na baba mdogo wao. Wanafanya usafi, wanatandika kitanda, lakini bidada ambaye aitwa Enola anashangaa picha ya baba yake, picha ambaye baba yake alikuwa anampenda kinoma noma. Lakini bidada ambaye aitwa Enola naye anashangaa. Lakini ghafla mambo ya John naye anaingia pale chumbani, anamwambia mnafanya nini? Mimi nimwambia mje kufanya usafi, mnakuja kuangalia picha. Ndio ni kufanya kibaya, nakwambia, anamshika mnyonge kabisa, anamwambia atakunyonga, hebu kuwa makini. Hebu tokeni nje. Ilibidi amfukuze, awafukuze kwa pamoja, akamwambia hebu nendeni huko kabisa. Lakini baba, nisikilize, hiki chumba cha baba yangu, cha baba yako, sasa chumba cha kwangu. Mama kafungua mlango na akamesepa na kuacha pale. Anasema Mungu wangu, kwa nini baba ameondoka? Sasa ni wakati mwingine hapa watoto wamepika zao chakula, wanataka kula, lakini mama anafika pale, anamwambia mnakula peke yenu. Akachukua chakula, akamwambia leo mnashinda bila kula kwa sababu mlichonifanyia muda ule sijakipenda. Sasa watoto walichokifanya, walikuwa wamechukua kadi, wakaja huku ili waweze kujua, je, kwenye kadi ya baba wao kuna chochote kitu. Walifika hapa kukutana na wakala CRDB, akampatia kadi, asema sama anaitwa mtu angalizie. Akachukua kadi aweze kuangalia, lakini akamwambia hiki ni password. Oneka password namna hiyo, lakini password inaonekana imeshabadilishwa. Sema password imeshabadilishwa. Sema ndio, password sio sahihi. Walibidi warudi nyumbani kinyonge. Sasa tayari mchezo umeshaanza kuchezewa, wanarudi nyumbani wakiwa wanalalamika. Sasa mambo huku ameshatafuta kimada, pisikali anakula. Watoto wanaingia wanashangaa. Sema Mungu wangu, nini niko nakifanya? Sema hii nini? Mimi ni wanaume bwana. Mimi lazima nitafute mtu ambaye ananipoza mawazo. Sema baba mdogo, papa yangu amefariki tu juzi. Sasa mimi kuita wanawake kwenye nyumba yake. Sema hebu piteni. Sasa mambo ilibidi asimame na mpenzi wake, akamwambia nishamleta, huyu ni mwanamke ambaye nampenda, kwa hiyo kweni makini. Sasa walichokifanya Alia pamoja na Nora, walienda moja kwa moja jikoni kwa ajili ya kwenda kupika. Wanapika stone, akamwambia baba mdogo amebadilika kinoma noma, sijui tutaishije. Sasa baada ya kuanza kupika, wamekuja chakula chao sebuleni, wanataka kula, lakini mamba ametoa John anakuja pale, anamwambia kwa mmejipika wenyewe. Anasema jamani, watoto wasema hapana, tumepika kwa ajili ya tuweze kupata, sababu tulikuwa na siku 2 hatujapika vizuri. Sema nyie watoto mnadharau. Sasa bidada yule ambaye tualia alichukua chakula na kwa mkimaka chini, wakamwambia Nora hajapenda, alifunka kabisa kinoma noma. Wakamwambia ndio ufanya nini? Akamwambia sijapenda kabisa, yani chakula nimepika mimi alafu nakimwaga. Lakini anasema hebu safisheni hapa. Mamba kama kuondoka zayo, bidada mtualia alikuwa na namna, ilibidi afike chini na kuweza kusafisha. Sasa wameingia chumbani, Nora anakuambia anafuka kinoma noma, lakini Alia anawaza kwamba kwa nini haya yatokea wakati baba yupo hai, yalikuwa yatokee. Sasa inafika nyakati nyingine, siku nyingine, bidada baada ya Alia pamoja na Nora wanatoka shuleni, wanamwaga mama mdogo wao kwamba tunataka kwenda shuleni, lakini anamwambia unaendaje shuleni? Hamjafanya usafi, hebu kuni makini, hapa kuna mtu kwenda shuleni. Sema hebu sijakusikia unasemaje? Nimesema mbona kwenda shuleni. Sasa bidada ametoka Nora akamwambia mimi naenda shuleni, utake usitake. Lakini Alia yeye akasema basi sawa. Sasa hapa Nora ametoka shuleni, anakuta mlango umeshafungwa. Alia anakuja kumfungulia mlango, bidada ambaye aitwa Steve hivi anamwambia kwamba unaenda wapi? Namfungulia mdogo wangu mlango. Anasema unasikia asubuhi niambiaje? Alisema hawezi kufanya kitu, sasa hebu ondoka. Na bidada Alia akamfukuzwa aondoke, asifungulie mlango. Nyakati za usiku tayari zimeshafika, kumwambia mwamba ametwa John
yuko na mpenzi wake ambaye anaitwa SDV anakula bata. Bidada ametoa Aaliyah ilibidi aje pale anapiga magoti na muombea msamaha mdogo wake kwamba hebu naomba ufungulie mdogo wangu yupo nje. Wakati wa usiku kuna umbu anang'ata, lakini mama tukwa John sijui amelishwa dimbo hata mimi naye hatujui. Sasa mambo na enjoy, lakini bidada ametoa Aaliyah anamuombea msamaha. Mama tukwa John anasimama anamwambia nisikilize, sitaki kuendelea kulipigia kelele, hebu ondoka, na wale wa kufungulia wakaamua kuchenga na kwa amemwacha bidada ametoa Nura yuko nje na Aaliyah hajapatikana ule msamaha ambao alikuwa anaomba. Kwa bidada Nura yuko nje analalamika mpaka nguvu zimemishia. Kumbuka ni kati ya usiku, afu mtoto mdogo huyu lazima anaanza kupata maambukizi ya malaria. Sasa bidada ambaye aitwa Silvina katika asubuhi anafika pale, anakufungua mlango na kukuta Nura amekaa pale analalamika, semanisha kwambia unataka tugombane mimi na wewe. Sasa yameanza kukuta kwambia Aaliyah anatoka nje anamkuta mdogo wake Nura yuko pale. Inaonekana hali yake sio nzuri, kwa hiyo alichokifanya ni kumwokota kwa ajili ya kumbeba, lakini anadondoka kwa sababu umri unaendana. Sasa Aaliyah anapambana kuweza kumchukua mdogo wake kumpeleka ndani. Nilishakwambia kwamba huyu mtoto mdogo, kwa hiyo kitendo cha kulala nje lazima anaweza kupata maradhi au maambukizi ya malaria. Sasa Aaliyah yuko zake ndani anapambana kwa ajili ya mdogo wake aweze kupona. Sasa siku nyingine imefika, mdogo wake ambaye aitwa Nura amekaa zake, tunaona Silvina kuja na nguo pana mtupia, lakini Nura naye anasema siwezi kuzifua nguo zako, nakwambia mimi naendelea zangu na kusoma. Sasa Silvia anafoka kinomanoma, na hapa Silvia naye anatoka pale anamwambia Nura mdogo wangu, kwa nini unafukia hivyo? Kwa maana nishakwambia wewe mtu kwenye nyumba yetu hii unataka kutupelekesha, sitaki kabisa, nakwambia. Sasa bidada ametwa Silvia ilibidi aondoke, na bidada ametwa Aaliyah akachukua zile nguo kwa ajili ya kufua, lakini Nura anashangaa, nakwambia mdogo wangu, mbona anataka kufanya hivyo? Sasa anakuambia mama kwa John yeye muda wote ni kula bata pamoja na kipenzi chake kwa Silvia. Na hapa Aaliyah anakuja kumwambia kwamba baba mdogo, kwa nini unafanya hivyo? Nasema nini? Yani nyumba ya baba yangu sasa umeshaifanya kama bila kwako. Mmeita mwanamke anatutesa, hataki tuende shule, yani anataka tufanyie kila kitu. Nani ambaye ni hausigelo? Sasa ibidi aondoke pale, akamwambia si tuende kutembea kidogo, tutarudi baadaye. Wakwame ndo kwa zao wanakuambia wanaishi maisha magumu, chakula hawapati kwa wakati, bado shule ni hawaendi. Kwa walikaa nje wakawa wamediscuss kwamba tutafute chochote cha kufanya. Walichoamua kufanya ni kwenda kuuza maji. Watoto wakishua maisha yamebadilika kinoma noma. Chokifanya ni kuwa wanafanya biashara kuuza maji, wanatembeza ili waweze kupata chochote kitu, kwa sababu hawapati huduma kama walivyokuwa wanaipata mwanzoni. Na hapa nakutana na dada fulani anamwambia mimi nimenunua maji yangu yote. Kwa hiyo hapa wanatafuta riziki. Nishakwambia maisha ni popote. Unaweza kuwa umeamka asubuhi huna zero, lakini mchana kutoka una 100. Ndivyo maisha yalivyo. Sasa hapa wamepata chochote kitu, ilibidi wanunue mkate waweze kujipoza, na kuambia leo wana furaha kinoma noma, kwa sababu walikuwa na siku nyingi hawajapata chakula ambacho wanakipenda. Na hapa wanarudi nyakati za jioni nyumbani. Sasa unakuta mlango umefungwa, mamba ameshakwambia kwamba umechelewa, leo mnalala nje. Je, yapi yatajiri katika sehemu ya pili? Kitu ambacho nakukumbusha, ambatana na mimi mwanzo na mwisho, lakini kumbuke kulike, comment pamoja na kusubscribe ili niweze kuleta sehemu ya pili haraka ipasavyo. Mimi ni Brad King, bye bye, na kumbuka kulike, kucomment pamoja na kusubscribe.